tufeli. Tunapozungumza ulimi, tunazungumza aina ya maneno tunayoongea. Vitu gani tunavyozungumza tunapokuwa katika maisha yetu ya kawaida. Kuna maneno unaweza ukaongea tangu asubuhi mpaka jioni yakawa ni tanzi kwa ajili ya maisha ya baadaye ya kwako au maisha ya baadaye ya watoto na maisha kwa ujumla. Yaani wewe uko kwenye ndoa mama, lakini kila siku unaongeaga mimi nitakujaga kuachika. Yaani mimi nitakuja kuachika. Mimi nitakuja kuachana na huyu mwanaume. Mwisho utakuja kuachana naye kwa sababu ndicho unachoongea, na kile unachoongea ndicho unachokiwaza na ndicho kitakachokupata. Kwa hiyo aina ya maneno unayoongea, hakikisha unaangalia aina ya maneno unayoongea. Biblia inasema sehemu ya pili, tuangalie sehemu ya pili. Anasema ulimi unavuta watu. Ulimi unavuta watu. Kilichomfanya Mfalme Suleimani avute watu wengi waje kutembea kwake kumuona, si kwa sababu alivyokuwa anatembea. Anasema walikuwa wanakuja kusikiliza maneno anayoongea. Alikuwa na maneno ya hekima yaliyokuwa yanafanya watu wavute waje kwake. Uwezo ukawa ni mtumishi wa Mungu. Mungu amekupa huduma, lakini namna ya maneno unayoongea na wale watu kanisani yanawafanya watu wapungue waishi kanisani. Hapo najiuliza, mbona mimi kanisa la kwangu halikui kwa sababu unaongea maneno gani na wale watu? Kwako hawaji wageni. Wewe mama, unaongea maneno gani na wageni wanaokuja kwako? Aina ya maneno ambayo mazungumzo yako, huo unaongea nini? Huo unatamka nini? Ndio maana anasema ulimi unavuta watu. Kwa ulimi huu unaweza ukawavuta watu kuwaleta karibu na wewe, au unaweza ukawavuta watu kuwapeleka mbali na wewe. Yaani kuna mvuto ya aina mbili, kuwavuta kuwasogeza kwako, au kuwavuta kuwasogeza mbali na wewe. Unaweza ukaishi maisha kwa sababu watu hawaji kwako kwa sababu ya aina maneno unavyoongea. Unaweza ukaishi watu wakaja kwako karibu na wewe kwa sababu ya unavyoongea. Kwa maneno ya kuongea kwako yanaweza yakawavuta watu karibu au yakawasogeza watu mbali. Kitabu cha Mithali sura ya 31 mstari 26. Mithali 31:26. Mithali 31:26. Anasema hufungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Hufungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Huyu ni mama. Ni sifa za mama, sifa za mwanamke. Anasema mwanamke mzuri anafungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Ulimi anapofungua kinywa manaka anaongea, na anapoongea kuna sheria ya wema katika ulimi wake. Sasa unaweza ukawa unaona wewe unaongea nini na mama mkwe, wewe unaongea nini na baba mkwe, unaongea nini na wifi yako. Yaani wewe muolewaji unaongea nini, na wewe mama ambaye wewe kaka, wewe dada wa mme wa mwanamke huyu unaongea nini. Unaweza wewe chanzo cha maneno yako ukavunja ndoa ya kakako. Maneno unayoongea yakavunja ndoa ya kaka yako. Na wewe maneno unayoongea naweza yakavunja ndoa ya binti yako. Kuna maneno gani unaongea? Unamshauri nini? Yaani akikwambia tu mimi mwanaume simuelewi, unaona sema yani kama umuelewi si tutoke urudi nyumbani. Mbona wewe hujatoka kwa mume wako, huko kwa mume wako, alafu unamwambia yeye atoke kwa mume wake aje nyumbani. Aje afanye nini? Kamshauri vizuri wewe. Tumia vizuri ulimi wako kuweza kujenga ndoa ya binti yako. Tumia ulimi wako vizuri kuweza kujenga ndoa ya kijana wako. Usiwe chanzo cha migogoro ya ndoa ya watoto wako kwa sababu ya aina unavyotumia ulimi wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali 25:15. Mithali 25:15. Mithali 25:15 anasema kwa uvumilivu mwingi mkuu husadikishwa, na ulimi laini huvunja mfupa. Ulimi laini huvunja, hajasema ulimi mgumu. Ulimi laini huvunja mfupa. Maana tafsiri yake maneno laini yanaweza ukazungumza maneno laini yakamfanya mwanaume akakuletea kitenge. Unaweza ukazungumza maneno laini yakamfanya mwanamke akaishi kwenye ndoa miaka mingi, hata kama mnakula kwa shida, mnakunywa kwa shida, mnalala kwa shida, lakini maneno unayoongea naye, maneno yenye tumaini ndani, maneno yenye mwelekeo, maneno yanayoonyesha kwamba vision ya mbele huko tunapokwenda ni nzuri, yanaweza kumfanya mkaendelea kuishi kwa sababu ya aina maneno unayoongea. Lakini kama una maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya yani kila unachoongea wewe unaongea kwa maneno ya kumkatisha tamaa. Kwani wewe ndo mwanamke peke yako? Kwani ukiondoka sitapata mwingine? Kwanza wewe ndo unanipiga mikosi nikienda sifanikiwi. Wewe ndiye chanzo cha matatizo kwa sababu aina ya maneno. Na nikwambie, kama unaishi vibaya na mke wako katika familia, hauwezi ukafanikiwa unapokwenda. Uwe ni mtumishi wa Mungu, uwe ni mfanyabiashara,
uwe ni nani. Kama unatoka unaongea vibaya na mke wako, unaishi vibaya na mke wako, mafanikio yako ni magumu na maisha yako yatakuwa magumu kwa sababu ya aina ya maneno unayotumia kwa mke wako. Mungu akubariki. Tukutane sehemu ya 3. Amen.